Nilipofika sokoni, kama kawaida nikawa najishughulisha na kazi zangu nilizozoea kuzifanya, lakini cha kushangaza nilianguka ghafla sokoni. Ulianguka? Ndio. Bila mategemeo yoyote? Bila mategemeo aina yoyote. Sikujua kilichoniangusha ni nini. Nikachukulia ni hali ya kawaida tu, lakini nikajitahidi kunyanyuka nikashindwa. Nikaamka nikashindwa. Nilikuwa na mtoto wangu mmoja hivi anaitwa Rashid, anaendesha bodaboda sana. Nikamuomba, nikamwambia naomba nipe shilingi 1000 kwa sababu sikuwa sijaweka hela mfukoni. Akaniambia nini baba mdogo? Nikamwambia nipe shilingi 1000. Akaniambia hii hapa. Nikaenda pharmacy. Najitahidi kunyanyuka kwenda pharmacy na shida. Akaniambia baba mdogo, ngoja nikupeleke. Nikafika pharmacy nikanunua dawa. Kwanza yule dada akaniuliza, una shida gani? Nikamwambia naumwa, sielewi kilichoniangusha kitu gani. Nasikia mgongo umekataa. Akaniambia basi chukua hizo dawa meza za maumivu tuone kama itakaa sawa. Kwa kweli nilipomeza ile dawa pale nikawa sasa nimetafutia kifo mwenyewe. Basi nikashindwa kabisa, nikabebwa kaletwa nyumbani. Nilipofika nyumbani sijui hili wala lile, sina fahamu, lakini kaja kitu ikaniagizia, hebu nenda kwenye madhabahu ile ya Sauti ya Uponyaji uangalie labda inawezekana ile tatizo ikaishia pale. Kwa kweli nilipokanyaga kwenye madhabahu ya babangu, ile tatizo lilikwisha mpaka hivi ninavyoongea na wewe. Kwa kuwa nilikuwa nimesha paralyze mguu na mkono, wala sikuwa siwezi kuongea chochote. Nilipokanyaga baba akaniombea, ile tatizo likaisha mpaka hivi tunavyoongea sasa hivi ni mzima, nafanya kazi zangu. Lakini shalala chini miezi 5. Sijui ni wala nini. Napelekwa chooni, narudishwa ndani, napakishwa kitandani, narudishwa chakula. Pigie Yesu makofi.